Asante sana. Shalom. Shalom, shalom Maria. Shalom, shalom. Shalom, shalom Maria. Nawasalimu katika jina la Bwana. Amen. Winners. Power. Winners. Power. Winners. Power. Winners. Power. Wanawake wa saa ya mwangaza tupo. Tupo. Wanawake wa saa ya mwangaza tuna nguvu. Tunaweza. Wapi kelele zenu? Amina. Tunashukuru Mungu kwa nafasi tuliyopewa siku ya leo. Pia tunashukuru kwa neema tuliyopatiwa katika madhabahu ya Winners Power. Sisi kama wanawake wa saa ya mwangaza katika kituo hiki, lakini tukiwa wamama wa jimbo kuu la Winners Power. Tumepewa, wiki yetu imeanza leo tarehe 3 hadi tarehe 10. Tutakuwa tumeweka kambi hapa tukiwa tunaanza maombi siku ile ya kesho hadi Jumatano, na mambo mengine mazuri yataendelea katika wiki hii hadi hitimisho tarehe 10. Nawakaribisha katika siku ya leo. Nashukuru Mungu kwa ajili ya ibada nzuri iliyoendelea. Pia ninawapongeza kwa kusapoti maono ya kanisa hili na huduma hii. Tumeonyesha tunaweza sasa na tunapiga hatua. Tumeonyesha kwamba tuna mabadiliko makubwa na kuna namna ambavyo Mungu ametuinua sasa tunapiga hatua. Amina. Baba alisema naweza nikapewa wakati mwingine, ila kiukweli sifa ya kuhubiri sana muda mrefu sina. Kuna maswali machache tunatakiwa kujiuliza kama wanawake wa Winners Power. Mwanamke wa Winners Power Lifting Church ni nani? Mwanamke wa Winners Power Lifting Church ni nani? Mwanamke wa Winners Power Lifting Church ni mwanamke anayejitambua yeye ni nani kwenye huduma hii. Haleluya. Mwanamke wa Winners Power ni mwanamke anayejitambua yeye ni nani kwenye huduma hii. Namba 2 ni mwanamke mwenye chachu ya maendeleo katika ufanisi ulio bora. Ni mwanamke mwenye chachu ya maendeleo katika ufanisi ulio bora. Namba 3 ni mwanamke anayejitambua, anayejiamini na ni kiongozi mwenye nguvu ya kushawishi wanawake wengine katika maadili mema. Pia mwanamke wa huduma ya Winners Power anajitambua katika mambo matatu ama maeneo matatu. Eneo la kwanza, anajitambua akiwa kanisani. Anatakiwa ajitambue yeye ni nani akiwa kanisani. Tusome katika kitabu kile cha Waamuzi 1 mstari wa 15. Naomba mtu mmoja atanisomea. Waamuzi 1 mstari wa 15. Nitasoma. Mwanamke akasema, nipe baraka, kwa kuwa wewe umeniweka katika nchi ya Negebu, basi unipe na vijito vya maji pia. Kalebu akampa vile vijito vya maji vya juu na vijito vya chini. Amen. Mwanamke akasema unipe baraka. Tunazungumzia eneo la kanisani, kwamba baba yetu ametupa baraka sisi wa mama wa Winners Power. Kweli au si kweli? Kweli. Kweli au si kweli? Kweli. Mwanzoni tulikuwa wamama ambao kidogo tulikuwa hatujielewi. Tulikuwa na mambo kadha wa kadha ambayo hatuwezi kufanya. Tulikuwa hatuwezi kufanya kazi ya Mungu kwa ufanisi. Lakini baba yetu Kikombata akatubariki kwa baraka zote, na sisi tumeinuka, tumeweza sasa. Amen. Kwa hiyo kama tumeweza sasa, kuna mambo kadha wa kadha ndani ya nyumba ya Mungu tunaweza kuyafanya. Tunasema mwanamke anaweza kujishughulisha na kila jambo linaloendelea katika huduma hii, na iwe jambo la maendeleo yanayohusiana kipesa,
muda, mapishi, usafi na vitu vinginevyo. Haleluya! Kwamba wamama wa Saa ya Mwangaza na wanawake wa Winners Power sasa tuna nguvu. Tunaweza tukapanga jambo katika nyumba ya Bwana tukalifanya kipesa. Tunaweza tukapanga jambo katika muda tukafanya. Tunaweza pia kukawa na shughuli hapa kanisani. Tunaweza katika mapishi. Wamama mpo? Haleluya! Hivyo hivyo katika kitabu kile cha Matendo 17 mstari ule wa 34. Matendo 17 mstari wa 34. Matendo, somaji karibu. 17:34. Aliyepata tusomee. Nitasoma. Baadhi ya watu wakashikamana naye, wakaamini. Katika hao alikuwamo Dionisio Mwereopago na mwanamke mmoja jina lake Damari na watu wengine pamoja na hao. Amen. Hapa tunaona kuna mwanamke mmoja aliyeshikamana. Na sisi kuna mwanamke mmoja aliyoko hapa Winners Power ambaye ameshikamana na huduma hii. Haleluya. Hivyo wamama tunapaswa kushikamana katika kutenda mema na maendeleo na kusapoti maono katika huduma hii. Pia wamama hujali nyumba ya ibada kwa kufanya usafi ndani na nje. Sasa tunaweza, tuko wengi, unaweza ukajitahidi wewe mama wa Winners Power ukaja kufanya usafi wa ndani wa nje. Unaweza ukaleta chochote hapa kanisani kilicho kizuri kwa ajili ya utumishi ulio mwema. Haleluya. Pia mwanamke wa Saa ya Mwangaza au mwanamke wa Winners Power ana uwezo, na sio ana uwezo, yeye ni mlezi wa watoto walioko hapa Winners Power. Haleluya. Kwa hiyo mama, ukija kanisani jua wewe ni mlezi wa watoto. Ukimwona mtoto hajakaa sawa, wewe umepewa thamani au dhamana ya kumfanya yule mtoto akae vizuri. Hivyo ukiwa hapa katika kanisa la Winners Power Lifting Church, unatakiwa uwe mlezi wa watoto, kuhakikisha usalama wao. Pia wamama wamepewa dhamana katika ushauri. Hapa tuna vijana wana maono ya mbeleni kuitwa wamama, kuitwa baba. Pia tunayo sababu ya kuwapa ushauri ulio mwema kwa maisha yao ya baadaye katika ndoa. Haleluya. Hivyo wamama tumepewa uthamani huo, hivyo tukae katika nafasi yetu. Ukipata nafasi ya kushauri, shauri vizuri ili huyo kijana aone matokeo mazuri ya baadaye. Pia namba 4, tumepewa dhamana sisi kama wamama kuhakikisha wababa wa nyumba hii wanakuwa nadhifu toka akiwa anatoka nyumbani hadi kufika kanisani akiwa ni nadhifu. Kama unajua baba ya mume wako anasali mahali hapa, hakikisha umetoka nyumbani akiwa yuko salama kwa ajili ya kujiandaa nyumbani. Kwa sababu wababa wanahitaji sana sapoti ya wamama. Usipomweka sawa baba, yeye tu anaweza akaamka na akaondoka bila kujali nani anayeniona, nani ananitazama. Lakini wewe mama ukiwa uko vizuri, unaweza ukaongeza uthamani kwa mumeo akawa nadhifu. Haleluya. Pia katika kipengele hicho tunaangalia kitabu kile cha Wakorinto mlango wa 11 mstari wa 11. Wakorinto wa kwanza mlango wa 11 mstari wa 11. Aliyepata msomaji karibu. Walakini si mwanamke pasipo mwanamume, wala mwanamume pasipo mwanamke katika Bwana. Amen. Walakini si mwanaume pasipo mwanamke
wala mwanamke pasipo mwanaume. Hivyo sasa ndio tumesema hakikisha wewe mama kwenye nafasi yako unamweka baba sawa, unamwandalia Biblia, unamwandalia daftari, unamkumbusha leo kuna sadaka 1, 2, 3. Leo tunatakiwa tukamtolee Bwana sadaka. Ili akitoka asije akijigusa mifuko hivi niliweka wapi? Hapana, tu kabisa za sadaka leo ziko hapa, za msosi ziko hapa, za usafiri ziko hapa, ili mambo yakae sawa. Haleluya. Wamama tunapaswa kujitambua pia katika hilo jambo. Haleluya. Kwa sababu tukiwaweka wababa sawa pia na sisi tunawekwa sawa. Kwa mfano umetoka na mume wako ameulamba. Ukitembea unasikia yule ndio mume wa fulani yule. Kumbe baba fulani anakuwa smart hivyo. Haina yule mwanamke anamjali. Tayari umeshajipatia sifa. Wanasema baba fulani huwa anapendeza. Unasikia mke wake anajua hiyo kazi. Haleluya. Pia tuangalie katika kitabu kile cha Wakorinto mlango wa 7 mstari wa 16. Kwa maana wajuaje wewe mwanamke kama utamwokoa mumeo? Au wajuaje wewe mwanamume kama utamwokoa mkeo? Amina. Tuko kwenye kipengele cha mwanamke. Wenda uko hapa unasali hapa, mume wako hayupo hapa, ila huwa anasali sehemu nyingine. Kwa kuwa unajua mume wangu huwa anaenda kusali sehemu nyingine, jitahidi sasa akae smart. Akienda kule atambia baba fulani siku hizo umebadilika. Atakuwa anacheka kimoyomoyo lakini anasema fulani huyu mama Dani anajua kufanya vizuri, amenipatia shati limenyooka, kiatu kimebrashwa kimekaa vizuri. Tayari. Kadri siku zinavyoenda, akiona unavyomtendea mema wakati anamwambia baba Dani leo, samani baba Dani leo una sadaka. Kwa kweli mama Dani kanisani kwetu kuna michango mingi. Na hapa naona tu nina hela ya kula na sadaka tu. Namuuliza kwa nini shingapi baba Dani? Kuna 5,000 tu ya mchango huko. Si una wallet tayari mama? Baba ameshatufungulia baraka zote. Unazama unatoa 5,000 na mwambie baba nenda atoe mchango. Kwenye akili yake anasema, kweli mke wangu sasa hivi mambo yake kidogo ghafla bimvu ananasa kwenye mtego. Tunakuwa wote tuko hapa. Haleluya. Haleluya mama. Wamama tupo. Wamama hai. Amen. Tuangalie kipengele cha pili. Mwanamke wa saa ya mwangaza au mwanamke wa Winners Power ni nani katika familia yake? Ni nani katika familia yake? Namba 1. Huyo mama wa Winners Power hujali familia yake. Hujali familia yake. Pia huyo mama wa Winners Power huonyesha upendo kwa wale wote wanaoishi katika familia yake. Haleluya. Amen. Pia jambo la pili, mama wa Winners Power tunatakiwa kujali afya za walioko nyumbani kwetu. Kujali mahali wanapolala, makazi wanapokaa wale watu wa nyumbani kwetu pakoje. Pamoja na chakula wanachokula. Haleluya. Mazingira yakiwa safi, mwanamke anapata sifa. Malazi yakiwa safi, mwanamke anapata sifa. Chakula kikiwa safi, mwanamke pia anapata sifa. Hivyo pia kwenye familia yetu wanawake wa Winners Power tunatakiwa kuwa kielelezo. Pia namba 3, mwanamke wa Winners Power anatakiwa kuwa msafi katika familia yake. Usafi uwe kipaumbele. Pia mwanamke wa Winners Power anatakiwa kuwa mwalimu mzuri wa watu walioweza kumfuatilia mwanao kimakuzi. Anakuaje mwanao? Kwa umri aliofikia mwanangu, anakuwa akiwa na tabia gani? Anakuwa akiwa na tabia njema. Kuna mtoto anakuwa na miaka hata 10, 15, lakini mdomo wake ni mzito kusalimia watu. Unajua unatakiwa sasa wewe unakagua mwanao. Hivi nikiwa natembea na mwanangu huwa anasalimia kweli? Hivi anajua watu wakubwa na wadogo? Anajua kuheshimu watu kweli mwanangu? Ana nidhamu?
Unatakiwa uangalie makuzi ya watoto hata katika ulaji tu.